rasmi. Basi nilikuwa naomba tusimame tuimbe wimbo huu ambao unapigwa hapa pamoja. Nawapenda sana. Amen. Nawakaribisha wale wote ambao wako tayari kwa kunisindikiza kwa siku ya leo. Turu 2016 nikafikia kwenye kibanda. Hicho kibanda nikakigawa mara mbili, huku studio, huku sehemu ya kulala. 2017, 2018 hadi 2019 naishi kwenye hicho kibanda. Katikati humo 2018 akatokea mdada akanipenda hivyo hivyo, naishi kwenye kibanda. Wanakwaya wanakuja wanaimba huku ambapo nalala ndipo ulikuwepo mic. Wanakuja wanaona napolala. Nikamwambia, umenipendea nini? Nikajiuliza, nikasema kweli wanawake wana huruma. Naye amenionea huruma. 2019
nikabahatika kutoka maeneo hayo nikahamia kwenye nyumba ya vyumba viwili na sebule. Sasa kabla sijahamia hapo, nilikuwa nawaza kama hiki kibanda tu kinanipa shida kulipa, je, hiyo nyumba ya vyumba viwili nitaweza? 2024 Mungu akanijalia nikapandisha ukuta. 2025 Mungu akanijalia nikamalizia nyumba. Yote hivyo alikuwa ananifanyia mimi, sikuwahi hata siku moja kusema nije kumshukuru, ila nikaona sio haki na si vyema nachokifanya kwa kile kidogo ambacho ameweza kunibariki. Basi nikasema ngoja nichukue tu, japo ni kidogo, najua kwamba hakitoweza kulingana na ule wema ambao yeye amenifanyia. Maono yangu na mawazo yangu yakanituma tu nikatengeneze viti hivi, kiti cha mchungaji na mama mchungaji. Kiwango kaniuliza utaweza? Nikamwambia kweli mimi nitaweza. Kama Mungu ameweza kunipa neema ya kupata hii nyumba, hivi viti sio kazi. Ameniongoza. Ijumaa nilikuja hapa kwenye ibada, nilishindwa hata kuja kwenye maombi kwa sababu nilikuwa nasimamia hivi viti. Na ibada nilikuja hapa kwenye ibada nikatoroka baada ya fundi kuniambia njoo, usipokuja mimi natoka. Nasema hicho kikwazo tutakishinda. Hii ni neema ya Mungu ambayo ameweza kunijalia nami kuweza kufika mahali hapa na familia yangu kuja kushukuru kwa kile ambacho yamenitendea kwenye maisha yangu. Niliingia tarehe 3 mwezi wa 10 kwenye nyumba yangu. Tarehe 6 ikatokea maajabu, nikawa nimeitwa kituo cha polisi kwa kesi ya kuokota simu. Shemeji aliokota simu, mimi nikawa nimeendea ile simu na kurudisha mwenye simu, nikaonekana mimi ndio mwenye kesi. Kapelekwa kule tukasaini wakidai kwamba wanafuta kesi, na kesi kafutwa, lakini yule askari akamng'ania baki na mimi. Nikalala mule Jumatatu. Kabla ya kulala nikatoa taarifa kwa mchungaji, na yeye akahangaika na viongozi wake. Wakati wananiita naendea chakula, askari akaniambia wafungie mkono na wafahamu wale. Sema ndio nawafahamu. Basi wafungie mkono kwa mbali. Nikawafungia mkono huku nikiona machozi yanamlengalenga mwenzangu karibu. Nikamuuliza na wewe upo huku? Akasema yeye nipo huku tangu jana. Sema sawa. Mungu akanipa kibali. Huyo aliyoniita hilo jina loka nzima wakaanza kushangaa, huyu ndio Taifa? Wakaanza kuulizana, ndio yeye. Sema basi kaka, je, ukae hapa usimsumbue tena. Nami nikajua sio mimi bali ni neema ya Mungu tu. Chakula kilikuwa kija pale, wakiletewa alikuwa hawezi kula mpaka waniite bana njoo ule. Na mimi nimeingia mle, hamu ya kula ikakata kabisa. Nikamwambia asanteni, nikiwaambia hivyo ndio wanaendelea kula. Hawezi kuamini mle ni lock up. Ilipofika usiku, wale manyapara wakaleta gongo kwenye vyumba hivyo vya lock up. Wale wafungwa walioko mle kwa muda mrefu wakanywa, wakavuta bangi. Wakati wanakunywa wavuta bangi wakasema jamani, tunywe na tulewe ila tusimsumbue ukaka. Kaka lala hapo, sisi hatutakusumbua mpaka asubuhi. Nikasema hiyo ni neema ya Mungu. Kwa kweli sikuweza kupata mateso ya bure zaidi ya kupata mateso ya mguu na kunguni.
Lakini nashukuru viongozi, namshukuru mchungaji na wenzake wote walipambana, kama kesho yake jioni nikaweza kufanikiwa kutoka mle ndani. Nikajua tu Mungu yuko na mimi. Wakati natoka sikubahatika kutoa hata shilingi 100, kwa sababu siku wananiweka huko ndani, waliniambia simu naenda kuchukua kwa nani, nikamwambia kwa fundi. Wakanikamata wakasema twende tupeleke kwa fundi. Wakati wananawapeleka wakanifunga pingu, ndio nikawapita sasa mchungaji, katibu na mzee wa kanisa hili na mke wangu. Kajua tayari mke wangu akiona hivi ndio anajua tayari huko ndani sasa patoshi. Hapo sasa natembea peku, napandisha gari, tukaja mpaka stendi mpya, tukamchukua yule mtu tukapanda naye. Akaniuliza Taifa, mimi nikajua yashaisha. Akasema hivi wewe ambavyo unajua na mimi nilijua ni hivyo hivyo. Basi yeye kama kesho yake akawa ametoa hela akatoka. Mimi wakati ametoka nikawa nimetoka kule. Kesho yake kwenda kuripoti, nikafika pale tukazungumza na yule askari. Wakati natoka aliniagiza kwamba pita pale sokoni niulizie mabati used. Nikasema sawa. Asubuhi nafika pale anauliza unaulizia yale mabati, nikamwambia ndio. Nikamwambia bei. Nikasema sawa. Mbona hujaja na yule kijana? Nikamwambia sijabahatika kuonana naye. Kaniambia hauna hata hela mafuta. Nikamwambia hapa sijaja nayo, labda ngoja nitaona baadaye. Sema nenda ukifuata baadaye utaniletea. Ilipofika jioni nikapata hela kidogo, nikasema ngoja nimpelekee sije kaonekana, sije nikaleta mambo yakawa mengi. Kafika pale nikampigia simu akaniambia hayupo, ametoka, kwamba tutaonana kesho yake. Kama kesho yake akanipigia simu, sikubahatika kwenda. Ilikuwa Alhamisi. Ijumaa sijaenda kuonana naye. Jumamosi akaanzisha upya. Akapigia mwenyekiti na msaidizi wake kwanza kulalamika kwamba siendi kuripoti. Akinikamata ataniweka ndani. Akanipigia simu, "Dogo, mbona hauji kuripoti? Uko wapi?" Nikamwambia mimi nipo Nyumbigwa. Jumatatu nakuhitaji uje hapa. Sema tayari. Nikajua hii shida yake ni hela. Kwa hiyo yule mwenyekiti akaniita, nikaenda tukaongea naye. Tukatoka pale Jumapili, nilifika hapa sikusali. Akanitumia message, nikaenda tukapanda huko kituoni. Tukakutana naye, tukazungumza naye. Anachodai kwamba nimemficha